Bana nam, basi karibu tena katika muda wa recap. Recap yetu ya siku ya leo inahusu mtoto mmoja ambaye mtoto huyu alikuwa na mabawa, yani amezaliwa na hali ambayo si ya kawaida. Mwanamke anaitwa Kate na mtoto wake anaitwa Ricky, ambaye mtoto huyu alizaliwa na hali ambayo si ya kawaida. Mwanamke huyu anafanya kazi katika kampuni ambayo inahusika na madawa, yani utengenezaji wa madawa. Ila nikupe tu siri moja. Kate kabla ya kuweza kumpata Ricky alikuwa tayari yuko na binti yake ambaye anaitwa Lily, na Lily ni moja kati ya binti ambaye kwa hivi sasa hivi ni mkubwa kidogo. Hasa huko mahali ambako alikuwa anaishi mwanamke huyu alikuwa analalamika sana baada ya kwenda katika vituo vya ustawi wa jamii. Alikuwa analalamika kuhusiana na baba yake mtoto ambaye anaitwa Lily baada ya kuweza kumwacha. Ila kampuni hizi pamoja na mashirika alikuwa anasema kwamba atapanga utaratibu mzuri kwa mwanamke huyu kuhakikisha kwamba mtoto wake ataishi kwa amani na utulivu. Basi mwanamke huyu alikuwa amejipangia ratiba zake za hapa na pale kuhakikisha kwamba mtoto wake anakuwa katika ratiba ambayo ni stahiki kabisa. Alikuwa anapanga muda wa kumpeleka shule, alikuwa anapanga muda wa kwenda kumchukua shule yeye peke yake. Basi movie yetu inarudi nyuma huko miaka kadhaa ilivyoweza kupita. Mtoto huyu anaitwa Lily alikuwa tayari ni mkubwa kidogo. Alikuwa yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye anampa comfort, yani hali nzuri katika nyakati ambazo mama yake anakuwa katika hali ambayo ni mawazo. Huwa mara nyingi anaamka, anaandaa vitu mbalimbali na mwisho wa siku wanajiandaa asubuhi na mapema na kisha wanaenda shule. Mama yake alikuwa anafanya kazi katika kampuni hiyo hapo mwanzo nilivyokuambia, na mtoto huyu alikuwa kila mara mama yake anamchukua na kuweza kumrudisha pindi anapokuwa nyumbani. Huko katika kampuni hii kuna mwamba mmoja ambaye anaitwa Paco Sanchez. Mama yake Lily alikuwa tayari ameshaanza kumuona mwanaume huyu. Basi wakaanza kuroll pamoja, wakaanza kutembea hapa na pale kuhakikisha kwamba furaha za hapa na pale baada ya vipindi mbalimbali zinaweza kuwepo. Ila siku moja wakaweza kuichapa huko toilet, yani wakaweza kujirusha roho. Mwisho wa siku mwanamke huyu alikuwa katika hali ambayo si ya kawaida. Alikuwa na vomit mara kwa mara, lakini mwisho wa siku bosi wake alikuwa anampigia kelele kila siku. Siku moja aliweza pia hata kusahau kwenda kumchukua mtoto wake, ikafika usiku wa manane, lakini mwisho wa siku mwanamke huyu pia aliweza kuwasahau mpaka helmet ambayo ni mtoto wake. Siku zilivyozidi kwenda, mahusiano yake pamoja na Paco yalikuwa yanazidi kuwa makubwa zaidi. Basi mwanamke huyu alikuwa kwa muda mrefu kidogo hajaweza kukutana na mwanaume yote. Basi mwanaume huyu aliweza pia kumtengenezea mazingira ambayo alikuwa anafanya kama vile kumtibu kile ambacho kilikuwa kinamfanya aweze basi kuumwa kwa muda mrefu. Mara kwa mara walikuwa wanakutana siku hadi siku. Mwisho wa siku mwanamke huyu alikuwa anamkumbuka nyakati tofauti. Basi wakapanga siku moja tena nyingine waweze kupata dina pamoja. Lily ni mtoto ambaye kwa hivi sasa anachukia kile ambacho mama yake mzazi amekuwa akikifanya, kwa sababu amekuwa akimtenga sasa hivi, kwa sababu tangu aweze kumpata mwanaume huyu ambaye anaitwa Paco alikuwa akae nyumbani mara kwa mara. Basi baada ya dina wakaenda tena wakakiss na mwisho wa siku waka make love. Mwisho wa siku katika nyakati ambazo ni za usiku, chumba ambacho pekee kilikuwa kinatumika alikuwa anampigia kelele mtoto huyu wa watu ambaye anaitwa Lily. Nyakati za usiku mtoto wa watu alishindwa kabisa kulala baada ya mama yake mzazi kutoa milio ambayo ni ya paka. Milio hii ilikuwa si milio ya kawaida tena, wakati ambao wanafanya yakao ya kiutu uzima. Nyakati hizo asubuhi na mapema mtoto huyu alivyoamka alimkuta Paco pamoja na mama yake wakiwa tayari mezani, na wote hao kwa pamoja walikuwa na hali ambayo ni aibu kidogo, lakini Lily alikuwa anaonyesha kwamba jamani, eti mnachokifanya mimi kwangu kinaniumiza. Lakini mama yake mzazi baada ya kugundua jambo lile akaenda kuketi naye chumbani, lakini baada ya kukaa naye chumbani mambo yakaongeleka, lakini bado mtoto wake alikuwa na mawazo kemkem. Nyakati tofauti mtoto huyu alianza kushuhudia vitu ambavyo si vya kawaida. Basi mama yake ambaye ni Kate mwisho wa siku aliweza kujifungua mtoto ambaye anaitwa Ricky. Taarifa njema za mwanamke huyu kuweza kujifungua ziliweza kumfikia Paco. Paco baada ya kuweza kupewa taarifa hizi alifika mpaka eneo la hospitali. Basi mwanamke huyu aliweza kumpatia mtoto wake jina ambalo jina hili lilikuwa ni Ricky. Sasa Ricky baada ya kuweza kuzaliwa hali ilizidi kuwa nzuri zaidi kwa upande wa familia nzima, kwa sababu kwanza kabisa wali reunite, lakini kwa upande wa kwa Lily ilikuwa tofauti, kwa sababu mama yake alikuwa anatumia muda mwingi na mtoto huyu ambaye ni mpya kwa hivi sasa. Mama yake alikuwa anatumia muda mwingi ku make sure kwamba mtoto wake ananyonya, mtoto wake analala salama, mtoto wake anakaa katika hali ambayo ni nzuri. Ila hata mwanaume huyu ambaye anaitwa Paco alikuwa ni mwanaume ambaye hana mjengo, yani kama vile ni wale wanaume ambao ni wa barabarani tu. Siku moja kipindi ambacho mtoto huyu anaitwa Lily alipokuwa nje ya apartment yao, basi aliweza kushuhudia vitu ambavyo si sahihi kwa upande wake kuweza kuvishuhudia. Akamshuhudia tena Paco akiwa na mwanamke mwingine ambaye mwanamke huyu inavyoonekana ni kama vile alikuwa anamtongoza au ni watu ambao walikuwa na mahusiano kwa kipindi cha nyuma. Mtoto huyu akachukua jambo lile na mwisho siku akaamua kukaa kimya. Mambo yalizidi kwenda siku hadi siku, lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Mwanaume huyu alizidi basi kumchukia mwanamke huyu na kumtolea maneno ambayo si mazuri. Lakini nyakati hizo basi kipindi ambacho aliombana tena msamaha nyakati za usiku,
basi ilibidi sasa waweze kukaa sambamba. Maisha yakazidi kusonga na wakaweza kusameheana. Nyakati hizi zilikuwa nyakati ambazo ni ngumu sana kwa mwanamke huyu, kwa sababu kipindi cha nyuma kidogo aliweza kuishi bila mwanaume wa aina yote. Kwa hiyo ikamtengenezea mazingira ya kwamba mwanaume huyu amemuona kama vile ni msaada kwa upande wake. Ila alikuwa pia anamwacha mwanaume huyu pamoja na mtoto nyakati nyingi sana anapokuwa anamnyonyesha yeye mwenyewe akiwa nyumbani. Lakini pia mwanamke huyu siku moja, kipindi ambacho anambadilisha nguo mtoto wake, aligundua kwamba katika mgongo wa mtoto huyu kuna kama vile hali ambayo si ya kawaida, kama kuna vile kuna wekundu ambao unaashiria kama vile mtu amempiga mtoto au amemuumiza. Kwa hiyo wekundu huu ulikuwa unawapa mawazo makubwa sana. Kipindi hicho mwanamke yule alizidi basi kumchunguza mtoto wake. Siku hadi siku katokea tena mambo ambayo si ya kawaida, kama vile kuna kitu ambacho kilikuwa ndani ya mwili wa mtoto huyu. Basi mwanamke huyu alikuwa hana hata zile hamu ya kuweza kuongea na mwanaume huyu hata siku moja. Akamuuliza tena kwa ukali, nini ambacho kinaendelea kwa mtoto huyu? Naomba uniweke wazi. Mwisho wa siku waligombana mpaka nyakati hizo akaweza kuachana yeye na pamoja na Pako. Lily alichukua muda huo kwenda kukaa na mama yake na kumake sure kwamba mama yake mzazi hana stress za aina yoyote. Basi mwanamke huyu alimhakikishia mtoto wake kwamba wataendelea kuishi kwa amani. Lily alichukua muda mwingi pamoja na mdogo wake ambaye kwa hivi sasa alikuwa hana mtu wa kumbeba. Keti siku moja akaja kugundua kwamba katika kitanda kuna damu ambazo hazijajulikana zimesababishwa na nini. Basi nyakati hizo walikuwa hawajaweza kumuona mtoto, wakakimbia kwenda kumtafuta mtoto mahali ambako yupo. Kipindi ambacho ameweza kugundua mahali ambako yuko, kumbe alikuwa katika eneo ambalo la sebule. Hapo kashangaa kumuona mtoto yupo juu kabisa. Hapo mama huyu aliweza kugundua kwamba mtoto wake kuna kitu ambacho si cha kawaida. Wakamvuta kidogo, kumbe mtoto nyuma ya mgongo ana mabawa ambayo alikuwa ameanza kuota, na kwa hivi sasa alikuwa ni katika hali ambayo ni ya sentimita kadhaa. Kumwangusha kwake kulimpa mawazo mengi sana. Wakaweza kumuongesha vizuri, wakaosha yale mabawa, lakini mwisho wa siku wakatengeneza hali ambayo ni nzuri kwa mtoto huyu kutokuweza kutoka katika keji yake, yani kile kitanda chake ambacho Ricky amekuwa akikilalia. Mwanamke yule alikuwa anamuhimiza mtoto wake wa kike kwamba muangalie mdogo wake wakati mwingi sana, kwa sababu yeye ndio mtu ambaye yuko hapa nyumbani. Ila bado huyu mwanamke anaitwa Kate alikuwa anammiss Pako, lakini Pako alikuwa hajampigia hata siku moja. Mabawa alikuwa anazidi kukua siku hadi siku. Mwanamke huyu sasa ikabidi sasa kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya ukuaji wa mtoto wake. Akatengeneza mashati ambayo yatakuwa yanamruhusu mtoto wake kuweza kuyachia mabawa yake nje. Siku hadi siku manyoya yakazidi kukua. Ila siku moja, kipindi ambacho mtoto huyu wa watu alikuwa yuko shuleni, Pako aliweza kumkuta Lily na mwisho wa siku akaanza kutamani kutaka kwenda kurudi naye nyumbani. Lily akakataa kabisa ile ombi na mwisho wa siku akapanda gari la shule. Huko nyumbani mtoto huyu alikuwa anatengenezwa mazingira ambayo atamfanya yeye asiweze kudondoka na mwisho wa siku asiweze kuumia. Wakamnunulia ka helmet, wakamnunulia angalau vile vigadi ambavyo vitamfanya yeye ashindwe hata kuumia pindi ambako atakuwa anaruka. Ila mama yake baada ya kugundua jambo lile kwa mtoto wake, kwa hivi sasa hali ya furaha ipo katika kipindi ambacho anaruka. Manyoya yalizidi kukua siku hadi siku. Lilian alimtazama mdogo wake katika hali ambayo ni ya upendo sana, na alikuwa anamuonea huruma kwa namna ambavyo anaishi, kitu ambacho si cha kawaida sana. Sasa mambo yalizidi kuwa mazuri zaidi. Kipindi ambacho cha Christmas, walibidi sasa aweze kufanya mchakato wa kwenda kununua vitu vingi baada ya kuweza kushinda tiketi moja, ambayo tiketi hii ilikuwa ni ya vitu ambavyo ni vya store ambayo ni supermarket moja. Baada ya kushinda walifika katika eneo la supermarket, wakaweza kumweka huyu kijana ambaye ni Swariki katika moja kati ya train. Lakini nyakati hizo kumbe kijana aliweza kutoroka na kuweza kupaa juu ya supermarket. Watu wote waliweza kabisa kushangaa katika supermarket hii. Ila pia mtu ambaye anamiliki supermarket hii ilibidi aweze kuita askari, ambao askari hao waliamua sasa kutafuta ngazi, na mwisho wa siku akaanza kumkimbiza kijana huyu mdogo, huku akiwa anaruka juu hadi chini. Mama yake mzazi alikuwa amechanganyikiwa kinoma noma. Wakazima taa zote ili kuweza kumfanya mtoto huyu aweze kushuka sehemu ambayo kuna mwanga. Hapo ndipo ambako aliweza kumkamata, na mwisho wa siku Ricky alipelekwa katika hospitali, ambako huko katika hospitali walikutana na daktari mmoja ambaye anaitwa Bernard. Bernard alisema kwamba mtoto huyu kwa hivi sasa ana hali ambayo si nzuri sana wala si mbaya sana, ila anapaswa angalau afanyiwe moja kati ya operation, ambayo operation hii ilimfanya mwanamke huyo aweze kukataa pale pale. Mwisho wa siku alipokuwa anatoka nje alikutana na waandishi wa habari wengi kinoma noma. Mwanamke huyo akafanya mchakato wa kuweza kutoroka, na mwisho wa siku akarudi zake nyumbani. Kule nyumbani waandishi wa habari bado walizidi kumfuatilia. Hali hii ilikuwa si nzuri sana. Vyombo vya habari mbalimbali vilikuwa vinamwongelea mtoto huyu ambaye ni Ricky, mtoto wa maajabu. Alikuwa nyakati nyingine akipenda sana kuruka, na kipindi hichi ni kipindi ambacho alikuwa na dada yake ambaye anaitwa Lily. Lily alikaa naye na alikuwa anamruhusu aweze kuruka, lakini nyakati hizi pia hata Pako aliweza kufika nyumbani. Pako aliweza kukutana na mama yake mzazi, ambaye mama yake mzazi Lily, na mwisho wa siku waliweza na kurudia lile penzi. Mwanamke alikuwa amemiss sana mwanaume huyo. Mwisho wa siku wakaichapa tena. Kwenye kuichapa, Lily alikuwa anaongea na mdogo wake ambaye kwa hivi sasa ni Ricky, akiwa anajaribu kuweza kumwambia kwamba mama yetu kwa hivi sasa anatumia muda mwingi sana akiwa na mwanaume wake. Kifupi
kifupi anatutenga sana. Kwa hili jambo bado lilikuwa linamuumiza Lily siku hadi siku. Huyu mtoto Ricky alikuwa hajui jambo lolote lile, kwa hiyo alikuwa anajaribu kuweza kumsikiliza tu, ila huku Paco pamoja na mke wake ijapo alikuwa hajaweza kufunga ndoa, ila alikuwa kama vile crush wake tu. Mwisho wa siku akaanza kuangaliana katika hali ambayo ni ya kimahaba. Paco anaonyesha kabisa hisia kwamba mama, nilikuwa nimekumisi, ila nyakati hizi kilikuwa nyakati ambazo pia hata Paco anapaswa aweze kuona mambo ambayo mtoto wake kwa hivi sasa anayafanya, uwezo wake uko vipi. Mtoto alikuwa anamuogopa sana Paco kwa sababu hajaweza kumuona hapa katika nyumba hii kwa muda mrefu. Kwa mazingira haya alikuwa ni mazingira ambayo yanamshtua mtoto huyu. Mwisho wa siku mwanamke huyu anaweza kumchukua mtoto wake na kuweza kumbeba. Nyakati hizi kwa nyakati ambazo Paco anashuhudia ile mbegu yake ilivyokuwa kitu cha ajabu kwa hivi sasa. Amezaliwa na uwezo ambao hawajawahi kudhania hata siku moja. Mabawa yake alikuwa ameweza kupata changamoto. Mwisho wa siku akamuita Dr. Bernard. Dr. Bernard aliweza kuelezea tena pointi zake zile kwa mtoto huyu ili aweze kabisa kuchomoka katika jambo hili. Anapaswa aweze kufanywa surgery, yani afanywe operation, na mwisho wa siku haya mabawa yaweze kutolewa. Dr. Bernard bado alikuwa na insist familia hii, lakini mwanamke huyu alikuwa bado hajaweza kabisa kubadilana na jambo hili. Moyo wake ulikuwa ni wa mawazo sana. Lily bado alikuwa anajaribu hata siku moja kuwaza kwenda kumkata mdogo wake hayo mabawa ili abaki kuwa hai. Lakini kipindi ambacho mtoto huyu alivyokuwa anawaza jambo lile, hali ilibadilika pale pale. Paco aliweza kuingia katika chumba kile ili kuweza kumbusu mtoto wake na kumwacha aendelee kulala. Ila nyakati hizo Lily alijifanya kama vile bado amelala, tena alikuwa ameshalala usingizi mzito. Kwa hiyo aliacha kufanya jambo lile. Mwisho wa siku moja kipindi ambacho alikuwa anajaribu kuweza kushare asubuhi yao njema familia hii, walikuwa wanaongelea jambo hili la mtoto wao ambao kwa hivi sasa ni Ricky. Linazidi kuzua taharuki kubwa sana. Ila bado walikuwa wanajaribu kuweza kuwaza kwamba angalau wangeama katika apartment hii, waende katika apartment nyingine, kwa sababu waandishi wa habari wamekuwa wakiwasumbua siku hadi siku. Basi mwanamke huyu katika hali ambayo si ya kawaida, mume wake aliweza kutoa mawazo kwamba mtoto huyu waweze kuwaruhusu waandishi wa habari waweze kufanya documentary, yani waandae documentary ambayo documentary hiyo itawafanya wao wapewe pesa. Mwisho wa siku waandishi wa habari yao waweze kuwalipa ili mtoto huyu aweze kuruka mbele yao. Keti alikuwa anakataa sana katika hali ambayo ni ya hasira, lakini mwisho wa siku aliweza kukubaliana naye. Mwisho wa siku ambayo aliweza kutoka nje kwa ajili ya kwenda kufanya jambo hili, ilikuwa ni siku ambayo waandishi wa habari walikuwa tayari wameshaanza kukubaliana. Ili jambo lilikuwa ni jambo ambalo si zuri sana, ila pia ni jambo ambalo lina hatari sana. Waliofika mbele ya waandishi wa habari walijifanya kama vile ni watu ambao wanapendana sana, ila pia walifanya kitu ambacho ni cha kumfunga mtoto huyu kamba katika eneo la miguu yake ili asiweze kuruka mbali sana. Basi nyakati hizi zilikuwa nyakati ambazo ni za kujaribu jambo ambalo ni la hatari. Basi walifanya jambo lile mbele ya waandishi wa habari. Waandishi wa habari walichukua video zao hapa na pale wakiwa wanashangaa maajabu yaliyoweza kutokea. Binadamu anaweza kupaa kama vile ndege, tena anapaa bila hata kutikisika. Waandishi wa habari walipiga picha nyingi. Mwisho wa siku ile furaha ilizidi kuwa kubwa. Sasa hapa nyakati hizi zilikuwa nyakati ambazo Kate alikuwa ameshikilia kamba. Kamba ilikuwa inazidi kupanda saa hadi saa. Nyakati hizo kamba iliweza kuchomoka katika mikono ya kwake Kate, na hapo ndipo ambapo mtoto huyu alikuwa amekimbia kuelekea mbali. Alivuka katika mito pamoja na misitu. Waandishi wa habari walienda katika eneo lile pale katika nyakati hizi kwa muda mrefu kidogo, ila ilikuwa ni nyakati ambazo ni mbaya kinoma noma. Kate alikuwa anajilaumu kwa kitendo kile baada ya weza mtoto wake kuweza kuondoka, ila Paco bado na yeye mwenyewe binafsi walikaa pale pamoja na Dr. Bernard kwa muda mrefu kinoma noma, wakijaribu kuweza kumsubiria mtoto huyu labda anaweza karudi. Katika mto huu mambo yalikuwa mengi kidogo. Siku iliyofuata walisambaza vipeperushi mbalimbali kuhusiana na mtoto huyu aliweza kupotea, ila katika mji huu mzima walitangaza kwa mpaka namba ya simu. Lakini bado mwanamke huyu ambaye anaitwa Kate alikuwa na furaha katika hali hii. Mtoto aliweza kumzaa ameweza kupotea. Basi alichukulia jambo lile kama pale pale ambako mtoto wake ameweza kuvuka, basi na yeye pia aende pale pale aweze kwenda kujitupa ndani ya maji yale, aweze kujitoa roho yake. Ile nyakati ambazo alikuwa anataka kujiua, mtoto wake anaweza kufika pale tena akiwa ameweza kukua. Yani alikuwa katika hali ambayo ni ukuaji mkubwa kinoma noma. Alipofika pale mtoto alikuwa anatabasamu, akaja akagundua kwamba kumbe mtoto wake jambo ambalo alikuwa analitaka ni kwamba ile furaha yake ipo katika dunia ambayo ni ya anga. Furaha yake haipo katika dunia ambayo ni ya kwetu sisi hapa. Yeye anataka kuishi katika eneo la anga kama watu wengine, na akaweza kumruhusu mtoto akaweza kuondoka. Bwana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini uniambie umeionaje kazi hii. Bye bye for now.